njema tutaenda kujifunza maneno ya Mungu, kitabu cha Marko sura ya 5 ule mstari wa 25. Tanzia hapo na kushuka chini. Biblia inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharamia vitu vyote alivyokuwa navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, kaligusa vazi lake, maana alisema, nikigusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu ali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, kageuka kati ya mkutano akasema, ni nani alinigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona mkutano wanapokusonga songa, naye wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Tuombe mbele za Mungu. Baba, asante kwa neno hili. Naomba Roho Mtakatifu utufundishe maneno yako na utuelekeze kila ambacho Mungu unatamani kusema nasi jioni ya leo njema. Sema na watu wa Ibanga, watu wa Rusungwa, watu wote Bwana, sema nao kutoka sehemu mbalimbali ndani ya Ikuza. Bwana, zungumza na kila mmoja aliyoko mahali hapa sasa, na utukufu wako juu. Nasema asante Mfalme, kwa kuwa Mungu utaenda kusema nasi jana leo njema sawa sana utukufu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Tutaenda kujifunza neno la Mungu jana leo njema. Tunaongelea habari ya kwamba Yesu ni mtenda miujiza. Haleluya. Yesu ni mtenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza mambo yote. Yesu anatenda mambo makuu, hata yale ambayo yamewashinda wanadamu, hata ambayo madaktari wameshindwa masaluni, lakini Yesu anaweza. Hata magonjwa ambayo yameshindikana kwa mstari, lakini huyu Yesu Kristo ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kukutoa kwenye vifungo vya giza, ana uwezo kukuondolea magonjwa na matatizo mbalimbali, maana yeye ni mtenda miujiza. Yeye anasema yeye ni mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, hajawahi kushindwa jambo lolote. Na anasema kwamba akisema ndio, hakuna uwezo kusema hapana. Na Yesu anapoingilia maisha ya mwanadamu, hata kama kuna mizimu, hata kama kuna uchawi, hata kama kuna uganga, hata kama kuna roho yoyote ile, hauwezi kumzuru yule mtu, kwa sababu Yesu ameingilia maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Kila mwanadamu anayemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kila mwanadamu anayesema kwanza leo, mimi nimeamua kumkabidhi Yesu maisha yake, nimeamua kumkabidhi Yesu maisha yangu, haijalishi ulikuwa na tesa na uchawi, haijalishi ulikuwa na tesa na uganga wa kienyeji, haijalishi ulikuwa na tesa na mizimu ya ukoo, magonjwa mbalimbali yamekamata maisha yako, yamekamata miguu inawaka moto, yamekamata kichwa kinawanga kila siku, unaota ndoto za ajabu. Unapoamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakika nakwambia kwamba huo ugonjwa hautauona tena, hayo mateso hautayaona tena, huo uchawi hautauona tena, hizo ndoto mbaya hautazisikia tena. Hata kama ulikuwa unaugua, unaenda hospitali mbalimbali, leo hii ukisema kwamba kwanza leo nimekubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wangu, hautaenda hospitali yoyote, kwa maana Yesu ni daktari. Yeye ni mwisho wa daktari yote, yeye hajawahi kushindwa jambo lolote. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwenye Biblia, tunamwona mwanamke mmoja aliyekuwa na ugonjwa kutoka damu muda wa miaka 12. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke aliugua kwa muda wa miaka 12. Aliteseka, akaenda huku na kule akitafuta matibabu, alienda kwa waganga wa kienyeji, alienda hospitalini, aliuza mashamba yake, akauza kila kitu alichokuwa nacho ili apate kupona ule ugonjwa aliokuwa nao.
akitokwa damu muda wa miaka 12. Amen. Lakini Biblia inasema kwamba yule mwanamke hizo fedha zake hazikumsaidia. Wana hata kama alipoenda kwa waganga wa kienyeji hawakuweza kumsaidia. Alipoenda kutafuta matibabu hospitalini hakuweza kupona huo ugonjwa wake. Biblia inasema kwamba hali yake ilizidi kuwa mbaya kuliko hali ya kwanza aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizidi kuugua na kunyongemea. Na kwenye nchi zetu za Wayahudi kule, mwanamke anapokuwa ameingia kwenye siku zake, amina, amen, haruhusiwi kwenda kusali, haruhusiwi kwenda kanisani, haruhusiwi kwenda misikitini, haruhusiwi kufanya ibada, bali yeye anafungua ndani mpaka pale atakapopona. Haleluya, haleluya. Kwa yule mwanamke alikaa ndani muda wa miaka 12, hatoki nje, hawezi kusalimia na mtu mwingine, hawezi kumkia mtu mwingine kwa sababu anaumwa, anatoka damu muda wa miaka 12. Mahali hapo kuna mama wengine wanatoka damu miezi mizima, miaka 2, mwaka mmoja, miezi 6, bado uko kwenye damu. Hicho ni kifungo cha giza, wachawi kufunga hii ukae hivyo. Sasa leo Yesu amekuja mahali hapo kukuponya. Usikawie uko ulipo. Kama una ugonjwa namna hiyo, yupo Yesu mahali hapa. Tumekuja na Yesu mahali hapa, ametutuma mahali hapa ili akugange, ili akuponye, akutoe kwenye ugonjwa ulionao huo ambao umesumbuka, damu inatoka mwezi mzima. Yupo Yesu mahali hapa, amekuja kukuponya katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke siku moja akausikia mahubiri, akasikia kwamba leo yuko Yesu anapita, yuko Mnazareti anapita mahali hapa, yuko Yesu Kristo anapita mahali hapa. Yule mwanamke akatoka ndani akasema, hapana, mimi nataka niende kukutana na huyu Bwana Yesu. Nataka nimuone huyu Yesu ambaye nasikia unamsema kwamba huyu Yesu ni mtenda miujiza. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anatenda. Ni Yesu gani huyu? Akatoka nje akaenda kumwangalia Yesu. Biblia inasema kwamba alipofika pale akakuta Bwana Yesu amezingura mkutano mkubwa sana wa watu. Alipofika pale huyo mwanamke, Biblia inasema kwamba akapita katikati ya mkutano, akawazunguka, akapita kwa watu wote, akamfikia Bwana Yesu, alafu akagusa pindo lake. Akaamini ndani ya moyo wake kwamba nikigusa pindo la vazi lake, ninaamini kwamba nitafanyaje? Nitapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo yule mwanamke alipogusa pindo la Bwana Yesu, chemichemi ya damu yake ikakauka. Hebu sema ikakauka. Chemichemi ya damu yake ikakauka. Mwanamke ambaye alikuwa ameugua miaka 12, lakini kitendo cha kumgusa Bwana Yesu, chemichemi ya damu yake ikakauka. Haleluya, haleluya. Amina, amen. Miaka 12 ameteseka, lakini siku moja amemkutana na Bwana Yesu, anagusa tu pindo la vazi lake. Yule mwanamke anapata uponyaji moja kwa moja. Na Bwana Yesu akifahamu kwamba kuna nguvu imemtoka, akauliza watu, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wakamwambia, Bwana, je, waona watu walivyokuzunguka pande zote na unasema kwamba nani aliyenigusa? Yule mwanamke akajitokeza kwa hofu, akasema, mimi ndio nimekugusa Bwana wangu. Akasema kwamba nenda zako wewe binti, imani yako imekuponya katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtu wa Usungu mahali hapa yuko Yesu. Umeweza kusikia habari za uganga wa kienyeji, umeweza kusikia habari za kwamba kuna misiba. Leo tumekuletea furaha yako ambayo ni Mungu mwenye nguvu, ambayo ni Bwana Yesu Kristo. Magonjwa ulionayo, huyu mwanamke alikuwa miaka 12, lakini mimi sijua mgongo muda gani. Wenda ni miaka 12, wenda ni miaka 5 umeteseka. Uko kwenye kifungo cha magonjwa, miguu yako inawaka moto, unikitembea mara 2 mara 3 miguu inavimba, unapolala usiku ndoto mbaya kila siku, unaota unanigwa na kabwa, unaota si unakula nyama, unaota sijui watu wanakufukuza. Na kuambia hizo ni nguvu za giza, huo ni uchawi. Unapokuja kwa Bwana Yesu ukasema, mimi Bwana nimeamua kukushika wewe, kuanzia leo nimeamua kuokoka, huyo Yesu Kristo atasaidia maisha yako. Hizo ndoto mbaya hautazisikia tena, miguu kuwaka moto hautasikia tena, tumbo kuugua hautasikia tena, kifua kikuu hautasikia tena, vikozi vya kila mara hautasikia tena, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Huo ugonjwa ambao wanadamu wameshindwa, madaktari wameshindwa, manesi wameshindwa, umezunguka wameshindwa, yupo Yesu, yupo mtenda miujiza, yupo Mungu mwenye nguvu. Anasema John Kongo, msumbuka na mzigo na nitapumzisha. Anasema John Kongo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina, amina, amina. Yesu anaweza. Yesu anaponya. Huo ugonjwa ambao umeshindikana usaliti. Hebu njoo mahali hapa Yesu akuponye. Hebu njoo mahali hapa Yesu akuponye. Nakwambia unapotoka mahali hapa kwa jina la Yesu, unapotoka mahali hapa unatoka ukiwa mzima kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo maroho ya ajabu ambayo yakuvamia usiku hawatayaona tena kwa jina la Yesu. Tunamleta Yesu mahali hapa. Hatuna vitambaa vya upako, hatuna maji ya upako, hatuna mafuta ya upako. Hapana, tunalo jina la Yesu Kristo aliyefufuka, aliyepaa mbinguni. Mpaka roho yupo ameketi mkono wa kuume kwa Bwana. Pia Mungu tunayemuomba, hatuna vitambaa, hatuna mafuta, lakini tunaye Yesu na wadhibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amina. Wakati mwingine ngombe, imani yako ukitaka Yesu kuponye, Yesu atembee na wewe. Roho hii tuko katika nyakati za hatari sana. Nabii wa uongo wamezunguka kila sehemu. Manabii wa uongo wanadanganya watu wengi sana. Amina, amen. Usije ukasikia kila mahubiri ukaweka kwamba ni Mungu anaongea. Ukisikia mtu yoyote, mchungaji yoyote anakuambia njoo pokea mafuta ya upako, huyo ni nabii wa uongo. Hakuna sehemu Yesu anatuambia tutumie mafuta ya upako. Bwana asifiwe sana. Ukisikia mtu anakuambia kwamba njoo chukua maji ya upako, huyo ni nabii wa uongo. Hakuna Yesu anatuambia tutumie maji ya upako. Ukisikia mtu anakuambia njoo tumie vitambaa vya upako, hakuna sehemu Mungu anatuambia tutumie vitambaa vya upako. Lakini anasema kwamba ombeni kupitia jina langu nani mtapokea katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii yoyote, kiongozi yoyote wa dini anayetumia mafuta ya upako, huyo ni nabii wa uongo, ni mchungaji wa uongo, ni nani kama ni nani, huyo ni wa uongo. Kwa sababu Yesu anasema kwamba tupitie, tuombe kupitia jina lake na atatupa. Kwa hiyo usiende kwa nabii wa uongo kutafuta mafuta ya upako. Amina, amina. Usiende kwa nabii wa uongo wakupe vitambaa vya upako. Kuna vitambaa vya upako hakuna Yesu. Kuna maji ya upako hakuna Yesu. Amina, amen. Kwenye mafuta ya upako hakuna Yesu. Yesu yupo anayetenda mambo ya ajabu. Amina, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Matatizo unayo leo, hebu yalete kwa Yesu Kristo leo. Na atakusaidia kwenye maisha yako. Ataponya magonjwa yako. Atakuweka huru. Hayo magonjwa unayosikia hautayasikia tena. Weka imani kwa Bwana. Hata kutegemea waganga wa kienyeji. Biblia inasema kwamba amtegemee mwanadamu mwenzake amelaaniwa. Kila mwanadamu anayemtegemea mganga wa kienyeji hawezi akaenda mbinguni, wala mganga wa kienyeji hawezi kukuponya, bali anamaliza pesa zako, amemaliza mashamba yako na uzo unampelekea pesa, lakini hauwezi ukatibua kupitia mganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wote ni wachawi. Wanatumia nguvu za kisa, lakini yupo Yesu. Hata waganga wa kienyeji Yesu anamfahamu. Amina, amen. Yesu anamwelewa. Amina, na Mungu. Yesu anamfahamu. Kila mwanadamu anayetumia anatumainia waganga wa kienyeji hawezi akaiona mbingu. Ukitaka Yesu akuponye, hata kutumia waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji watu kwenye ufahamu wako, wanamaliza pesa zako bure. Mkiri Yesu leo afanikishe maisha yako. Mkiri Yesu leo ategemeze maisha yako. Mkiri Yesu leo ataingia kwenye biashara yako, ataingia kwenye shamba lako, ataingia kwa watoto wako, ataingia kwenye familia yako. Huyo Bwana Yesu ukimkiri leo, ukimuita Yesu ataitika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kila mwanadamu anayemtegemea mganga wa kienyeji hawezi akaiona mbingu, wala hawezi akapokea uponyaji wowote. Ufahamu wako utoe kwa mganga wa kienyeji wote yule, awe Umukusa, awe Rwasi, awe popote pale. Utoe ufahamu wako kwa mganga wa kienyeji kwa jina la Yesu. Umurusungwa, kama kuna mganga wa kienyeji
nchi. Toa ufahamu wako kwa jina la Yesu. Hebu ufahamu wako uelekeze kwa Bwana wa mbinguni. Tegemea Yesu Kristo aliyeziumba mbingu na nchi. Kama kuna mganga kwenye ardhi hii, najua anasikia. Uganga ni uchawi, kama uchawi unaopaa angani. Kwanza sasa, lakini yupo Yesu Mnazareti aliye. Yupo Yesu mwenye nguvu. Yupo Yesu Kristo. Tenda maajabu, mfalme wa amani. Yeye ni zaidi ya uganga. Yeye ni zaidi ya mizimu. Akiingia sehemu, waganga wanatetemeka, wachawi wanatetemeka, mizimu inatetemeka, majina yanatetemeka, kwa sababu mfalme amekuja kutawala mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Yesu akiingia sehemu yoyote, lazima waganga watahangaika, lazima wachawi watahangaika, lazima mizimu itahangaika, kwa sababu yupo Yesu amekuja kwenye anga hilo. Hebu leo mtu aruhusiwa mkubali Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako, atawale maisha yako, atawale watoto wako, atawale familia yako. Huyo mtoto wako wakati mwingine usiku anapolala, analala anaongea peke yake, anapiga kelele usiku, unapola shayo uzunguko wa kijeshi, lakini umeshindwa. Nataka nikwambie, huyo mtoto wako leo mlete kwa Bwana Yesu. Hizo kelele anapiga usiku hawatasikia tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Mtoto anaongea usiku, unapolala unasikia mtoto anaongea peke yake. Mama, 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 umekuja kunichukua, umekuja kunichukua. Mama, mama, Yesu yupo mahali hapa leo. Aje kusaidia kwenye maisha yako. Huyo mtoto anaongea usiku na mwanangu, mlete mahali hapa. Yesu atamfungua kuanzia leo. Hautasikia tena anapiga kelele kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Kuna watu wengi wanapolala usiku, unasikia vitu vinadondoka kwenye bati lako, vinatembea, unaanza kuhangaika. Nataka niwaambie, wachawi wote hawataenda mbinguni. Nio wachawi ambao mnalaga familia za watu. Unashangaa kijana ameleta binti wake ndani, wameoana, lakini ndani ya mwezi mmoja ndio imeshaharibika. Unashangaa binti anahangaika, kumbe kuna wachawi ambao wanaoga ndoa yao. Kuna wachawi ambao wanaoga ndoa yao. Nataka nikwambie, wewe mchawi leo, usipookoka leo, hawataenda mbinguni. Hata kuoga maisha vijana, hata kuoga maisha ya wanandoa, hata kuoga biashara ya watu. Geukia Yesu leo, naweza kusaidia kwa maisha yako katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wachawi ni wabaya sana. Uchawi ni mbaya sana. Mtu analeta mgolo wake ndani, kinyo kimeshamwangalia kumuua, kimeshamwangalia kumfukuza. Kwa jina la Yesu wapigwe usipookoka. Kwa jina la Yesu wapigwe usipookoka. Katika jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Waachie wake za watu, hata vijana waoe, wadumu kwenye ndoa zao. Kwa mamlaka jina la Yesu na watangazia moto jioni na njema. Achia ndoa zao kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Mnaoga ndoa za vijana zinaharibika. Kijana nao wiki moja ameshatakana mke wake. Nataka nikwambie, wewe mchawi leo, usipookoka, iko fimbo ya Bwana inakuja maisha yako. Inakuja kukutandika usiku wa leo. Hebu leo okoka. Acha matumbuli yako yakabidhi kwa Bwana, yalete malewa tukayachome kwa jina la Yesu Bwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amen. Unashangaa binti na kijana wanaoana ndani ya wiki moja. Kelele zimeanza ndani. Oh, mimi mume wangu usinipiga mimi. Nitarudi nyumbani. Unashangaa kwa nini unampiga mke wako? Kumbe wewe mwanamume umeshakuroga. Kwa nini mwanamume yoyote anayepiga mke wake amesharogwa? Kwanza sasa, ukiona mwanamume anakupiga mwanamke, huyu amesharogwa, sio yeye. Ukiona mwanamume anakusaliti, anaenda kulala kwenye nyumba ndogo, huyu amesharogwa tayari. Ukiona mwanamume aleti matumizi tena kwako, huyu amesharogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipi kumsaidia? Ni lazima kuokoka kwa jina la Yesu. Bila uokovu utakaa hivyo, hatimaye ndoa yako itaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana wakati mwingine anajiuliza, kwa nini nampiga mke wangu, lakini kumbe unampiga wewe bila kujua. Kwa sababu kuna wachawi wamesharoga familia yako, wamesharoga ndoa yako. Kuanzia leo acha kumpiga mke wako katika jina la Yesu. Maana wachawi ndio wanakufanya sio wewe, sio akili zako, lakini wachawi ndio wanakufanya upige mke wako.
Bwana sasa. Mbona kuroga mpige mke wako? Haleluya, haleluya, haleluya. Yupo Yesu leo anakuhitaji leo. Anakuhitaji baba yangu. Hebu mgeukie Yesu leo. Mgeukie Bwana leo. Atasaidia ndoa yako. Ndoa itakuwa na amani, itakuwa na upendo, itakuwa na furaha kwa sababu umemgeukia Bwana wa mbinguni. Aliyeumba mbingu na nchi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu sasa. Mama yangu ambao uko mahali hapa, ukitaka Yesu aingilie maisha, ukitaka maisha yakae salama, ukitaka ndoa yako iwe salama, lazima leo kubali kumgeukia Bwana wa mbinguni. Nawe maisha yatakuwa salama kwa jina la Yesu. Kama mume wako alikuwa anakupiga, utaona mume wako anaacha kukupiga kwa sababu leo umemgeukia Yesu katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Kama mwanaume ameacha kuleta dagaa ndani, anapotoka doro akaleta samaki mzuri, anapitia nyumba ndogo, alafu anakuambia mimi mke wangu leo hatujapata chochote. Bwana sasa. Anapoenda kule Kaseni kwenda kufua samaki, anakaa wiki 2 wiki 3, anapata 300, anamaliza kwenye gesi na vimabinti ambavyo vinajuza kule Kaseni. Bwana sasa. Alafu baada ya wiki 2 anakuja kwako anakuambia mke wangu unajua nini? Yaani umepata moto. Ila hatuna. Bwana sasa. Kumbe amelala na wanawake kwenye gesi. Wiki 3 zote yuko na danga huko. Ukiingia ndani na chumvi hamuna. Na dagaa inakosa. Na udaga unakosa. Kila kitu kinakosa. Kumbe amelala gesi wiki 3. Watoto wanalia wana uniformu za kupeleka shuleni. Hawana viatu wanafukuza kila siku. Wamekosa ada. Kumbe baba yao anaona gesi na wanawake. Bwana sasa. Ndoa zimekuwa za shida leo. Ndoa zina amani. Wanawake wanateseka. Mpaka mama anaamua kusema kwamba bora mimi niondoke nyumbani. Mimi maisha ya ndoa amenishinda. Kwa nini nikwambia mama yangu maisha ya ndoa hajakushinda? Yupo Yesu leo. Hebu amka leo aanze kumwombea mume wako. Yupo siku Mungu atamfungua kwa jina la Yesu. Bwana Yesu sasa. Amina, amina, amen. Yupo siku Bwana atamfungua kwa jina la Yesu. Amina, amen. Siku moja mama alikuwa ameokoka. Yule mama alipokuwa ameokoka, mume wake alikuwa anadanga sana, anafanya uzinzi sana, anatoka nje ya ndoa sana. Yule mwanamke akawa analia sana, kamwambia mume wangu acha kudanga, uzinzi ni mbaya, acha kudanga. Yule baba kusikia chochote, aliendelea kufanya uzinzi, anasaliti ndoa yake mara kwa mara. Lakini siku moja yule mwanamke akaingia kwenye maombi, akasema sasa nakuomba Mungu wangu, huyu mwanamume atakapoenda kukutana na mwanamke yoyote yule, wasitoke mahali pale, wapambane wakamatane kabisa. Akichomeka tu kisitoke. Niongea maneno magumu utanisamehe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Akichomeka tu hakuna kutoka. Kama mambo magumu. Alipoenda mwanaume, akaenda, kaanza kusonga ugali, akasonga ugali. Aliposonga ugali wakashangaa wanakamatana. Amina, amen. Wakana kuomba msaada. Jamani tusaidie. Hakuna mtu kutoka. Kwa hiyo waliokuta pale. Amina, amen. Mke wake akaja kushuhudia mume wake amelala na mwanamke wa mtu, wamebambana hawatoki. Wakaita watu wakashuhudia kila moja. Bwana asifiwe sana. Kilichokuja kuokoa mpaka yule mwanamume alikiri kuokoka, akasema kuanzia leo mimi ninaamua kuokoka, sitarudi tena kufanya mambo kama haya. Amina, amen. Kwa hiyo akaacha mambo mabaya, ndio kitu ameokoa kwenye maisha yake. Bwana asifiwe sana. Unapofika wakati mwingine Mungu anaweza akakufanya kwamba akakuletea aibu kwenye sehemu, kwa sababu wewe unasaliti ndoa yako. Hata kutembea na wanawake wa watu, wewe binti, hata kutembea na waume wa watu. Kuna mabinti wengine hawataki kuolewa, wenyewe tu ni kudanga. Hata uzinzi, rudia Bwana wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Yupo Yesu anayeweza. Ukitaka Yesu akuponye, ukitaka Yesu kufungua matatizo yako kwenye magonjwa, kwenye vifungo mbalimbali, ukubali kuacha dhambi zako. Bila kuacha dhambi hauwezi Yesu akaingia maisha yako. Ukitaka Yesu akuponye, acha uzinzi, acha uchawi, acha wizi, acha ulafi, acha uongo, acha ibada ya sanamu. Mwanzo sana. Acha
unafiki. Kuna watu wengine ni wanafiki. Mtu anapofungua tu kibanda tu cha biashara, ameshaanza kumfanya kuanza kumwangalia dirisha kubwa. Hataki afanikiwe. Hata unafiki wako, huo unafiki wako unao, hata kupeleka mbinguni, hata watu wafanye kazi. Bwana sana. Bwana sana. Bwana ukitaka kuponya, kuondoka magonjwa yako, kubali kuacha dhambi, kubali kujitenga na mambo machafu yote. Utamwona Yesu anakusaidia. Bwana Yesu aweza kuponya endapo unavuta sigara. Bwana aweza kuponya endapo wewe ni mzinzi. Bwana aweza kuponya endapo unaabudu sanamu. Bwana anahitaji wote dhambi kwanza, ndipo anakuponya kwenye maisha yako. Bwana Yesu aweza kuponya endapo unaenda kwa waganga kienyeji, maana imeandikwa usiwatumikie mabwana wawili. Kwanza sana. Ukitaka Yesu akuponye, unatakiwa uache dhambi zako zote, uache mambo yako yote machafu, uamue kumrudia Bwana wa mbinguni. Hapo ndipo Yesu atakusaidia kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza mambo yote, wana Mungu. Huyu Yesu hajawahi kushindwa jambo lolote. Lakini leo anahitaji akuponya leo. Lakini kabla hajakuponya, anahitaji uamue kuacha dhambi zako zote ambazo unazifanya kwenye maisha yako. Kama mume wa mtu, achana naye. Kama unakula madeni ya watu, acha kula madeni ya watu. Rudisha pesa ambazo umeiba. Kwanza sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama umeiba pesa za watu, rudisha. Umeiba mitego ya watu, rudisha. Umeiba madibetili ya watu, rudisha. Umeiba shamba la mtu, rudisha kila kitu ambacho umeiba. Hapo ndipo Yesu ataingilia maisha yako kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Yesu yuko mahali hapa. Amekuja kuongea na watu waliofungwa. Anahitaji maisha yako. Hebu amua leo kumrudia Bwana Yesu maisha yako. Mkabidhi Yesu Kristo maisha yako, ili aingilie maisha yako. Hapo ndipo Yesu atakusaidia kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu rudie Bwana leo, wana wa Mungu. Mrudie Bwana watu walifungwa. Mrudie Bwana Yesu Kristo. Hiyo pombe ambayo unakunywa kila siku haitakusaidia chochote. Hiyo bangi ambayo unavuta iache. Hiyo sigara ambayo unakunywa iache. Unavuta kuberi, acha kuberi. Acha kula ugoro. Acha bangi yako. Acha ugoro wako. Acha uzinzi wako. Acha utapeli wako. Mrudie Bwana wa mbinguni, na atasaidia maisha yako. Atakutoa kwenye magani ya dhambi. Bwana atakufungua. Ukubali kuacha mateso yote ambayo unayafanya. Hata kuuza kuberi hiyo. Amina, amen. Hata sigara yako unaovuta wewe baba. Hata ugoro wewe mama, wewe bibi. Hata ugoro wewe kijana. Mrudie Mungu wa mbinguni. Hata kuvuta bangi, acha bangi. Acha bangi na ua. Bangi itakupeleka jehanamu siku moja. Bangi itakufanya uwe kama mwehu. Bangi inawafanya vijana wakati mwingine unakuta ni kijana wa kiume lakini anashuka nywele. Waza sasa. Kijana wa kiume anavaa sketi na binti wakike anavaa suruali, kwa sababu ni bangi inafanya kazi kwenye vichwa vyao. Waza sasa. Ukimkuta baba yoyote amevaa sketi, yule baba anavuta bangi. Haleluya. Mama yoyote ambaye anavaa suruali anaroja ukaba ndani mwake. Ndani mwake amejaa uzinzi. Amina, amen. Sikia wanawake wanaovaa suruali. Mungu anasema nimempasa mtu kwamba mwanaume avae mavazi mtario mwanaume na mwanamke avae mavazi mtario mwanamke. Mwanamke yeyote yule anayevaa suruali hawezi akaenda mbinguni, wala Yesu hawezi akamponya. Waza sasa. Ukitaka Yesu akuponye, nenda uchome suruali zote. Hana kuvaa sketi, hana kuvaa magauni, hana kuvaa gauni. Achana na suruali mpendwa. Suruali ni ya mwanaume, suruali sio mwanamke. Amina, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mrudie Bwana wa mbinguni. Tumeleta neno la Mungu mbona chakachuliwe. Bwana anasema na wewe leo. Anakuambia mwanamke wote suruali. Anakuambia mwanaume wote kuvaa sketi. Anakuambia kijana wote kuvuta sigara. Wote kutumia ugoro nao kula huo. Bwana yuko mahali hapa. Anasema na watu walifungwa. Anasema na Wasukuma. Anasema na Wanyamwezi. Anasema na Wanakiisa. Anasema na Wagiriki. Anasema na kila kabila mahali hapa. Anahitaji aponye maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya.
kusonga. Yesu amekuja mahali hapa, wana Mungu. Hebu mgeukie Bwana leo. Mgeukie Yesu leo. Popote pale ulipo unasikia neno la Mungu hili. Kubali leo kumgeukia Bwana maisha yako. Kubali leo Yesu aingilie maisha yako. Na atakusaidia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imani yako weka kwa Mungu wa mbinguni. Imani yako weka kwa Mungu wa mbinguni. Utaona Yesu anakusaidia kwenye maisha yako. Okoka leo. Kubali kuokoka leo. Achana na mambo machafu. Achana na uchawi. Achana na uganga. Achana na kuabudu sanamu. Unaabudu Bikira Maria. Unasema ndio Mungu wangu. Bikira Maria atakupeleka mbinguni. Achana nayo. Achana na sanamu za kipagani. Yupo Yesu Kristo. Alitufia msalabani. Hebu mkiri Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina, amen. Haleluya, haleluya. Yesu anaponya. Yesu anaokoa. Yesu anaweza, lakini acha uzinzi wako. Acha uongo wako. Acha ufisadi wako. Acha kuberi yako na uvuta hiyo. Acha kuberi hiyo. Acha uchawi huo. Acha kuberi hiyo na uvuta. Acha bangi hiyo. Kijana, acha bangi hiyo. Itakupeleka motoni. Kijana, acha sigara hiyo. Itakupeleka motoni. Mgeukie Bwana wa mbinguni. Na atakusaidia kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amen. Waje nikwambie wana Mungu. Baada ya kifo kuna mauti. Baada ya kifo kuna kufa. Hao kuna kwenda mbinguni. Amina, amen. Na kila mwanadamu yuko duniani humu lazima atakufa. Hakuna mwanadamu yoyote yule atakayeishi milele hapa duniani. Kila mwanadamu, hawe mtoto, hawe mama, hawe bibi, lazima ipo siku atakufa. Utakufa mama, utakufa mtoto, utakufa kijana, utakufa babu. Hebu mrudie Yesu leo. Hata dhambi yako, maana baada ya kifo ni hukumu. Ukifa katika sigara na ustawi, ukifa kwa mtenda dhambi, utaenda jehanamu ya moto. Haleluya. Utaenda jehanamu ya moto. Ukifa na kunywa bangi, utaenda jehanamu ya moto. Ukifa wewe ni mzinzi, utaenda jehanamu. Hata hiyo mke wa pili, kuna wanaume wengine wameoa wanawake wawili, ana nyumba hii, ana nyumba hii, ana nyumba ile. Kama wanawake watatu, bingwa ipo. Kama wanawake wawili, bingwa ipo. Mungu anatambua ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Uacha hao wanawake wengine, mrudie mke wako mmoja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya Bwana inachoma, inatikisa ndani ya mioyo. Kama unamke wa mtu, wewe unamke wa mtu, achana naye, sio mke wako. Sio mke wako huyo. Bwana anataka uwe na ndoa na mke mmoja na mume mmoja. Sio wake wawili, sio wake watatu, sio wake wanne, ni mke mmoja na mume mmoja. Ndio ndoa ambayo Mungu anatambua. Kama wewe ni mwanamume, umeoa wanawake wawili, uache mke mmoja ukae na mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Uache mke wa pili huyo, kaa na mke mmoja. Bwana hiyo ndoa Mungu aitambue. Anataka roho pone. Maana baada ya kifo ni hukumu. Haleluya. Baada ya kifo ni hukumu. Ukiwa katika hali ya dhambi, nataka nikwambie hauwezi ukaenda mbinguni hata siku moja. Hauwezi ukaona mbingu hata siku moja. Hebu amua leo kumgeukia Mungu wa mbinguni. Kuna vitu mbalimbali ambavyo shetani vitengeneza katika dunia hii ambayo itawafanya watu wengi wakose mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lazima tujiepushe na dunia. Tujiepushe na vitu vyote ili Mungu wa mbinguni apate kuponya maisha yetu. Lazima tujiepushe na mambo yote ya dunia. Haleluya. Mambo yote ya dunia tujiepushe nayo. Kama wewe ni mwanamume umeangalia mipira ya Simba na Yanga, hauwezi ukaenda mbinguni. Watu wameacha ibada, wewe makanisani, wanashinda kwenye Simba Yanga, Arsenal Simba Yanga, na Jumapili Simba Yanga. Hawana muda wa kumwabudu Mungu wa mbinguni. Nataka nikwambie wewe hauwezi ukaiona mbingu endapo wewe dini yako ni Simba Yanga, Simba Arsenal Yanga, Simba. Haona kanisa, haona popote unakosali, Simba Yanga ndio dini yako. Mbingu hautaweza
na kuiona mwana wa Mungu. Leo mrudie Bwana wa mbinguni. Hata dini ya mpira, kuna watu wengine wanaabudu mipira leo, wanashinda kwenye baa na angalia mipira, hawaendi hata kusali. Nataka nikwambie hiyo mbingu ya mpira ipo. Hata mbona angalia wote wako kuzimu hao, wote kuzimu wote hao. Lazima mrudie Bwana wa mbinguni. Wewe mwanaume ambaye unasikia sauti hii, unaangalia Simba, Yanga, Arsenal, nataka nikwambie mbingu ya Arsenal haipo. Mbingu ya Yanga haipo. Mbingu ya Simba haipo. Kuna mbingu ya kumkiri Yesu Kristo. Kuna mbingu ya kumkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amina, amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yuko mahali hapa wana Mungu. Yesu ambaye tumeleta mahali hapa anaponya. Anatenda maajabu. Hajaruhusu umefungwa nini, Bwana anafungua. Amina, amina. Anatenda mambo ya ajabu, lakini anataka uamue leo kumkiri Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yako. Mtu alifungwa, mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema mimi kuanzia leo nimeachana na uzinzi, nimeachana kuvuta sigara, nimeachana mambo yote mabaya ya dunia hii. Nimeamua kumrudia Bwana wa mbinguni leo. Nataka wewe Bwana Yesu kuanzia leo uwe Mwokozi wangu. Amina, amen. Uwe Mwokozi wangu. Binti mmoja alikuwa anamhubiria wachungaji, wanasema okoka. Yule binti akawa anatukana wachungaji wale, anasema mimi Yesu anaingia wapi ndani ya mwili wangu? Binti alikuwa na mwili mkubwa mzuri sana, anasema kwenye mwili wangu Yesu anapakukaa. Nenda zenu huko, nyinyi mnapoteza muda hapa. Binti akalili kutukana wachungaji mara kwa mara, anawatukana wachungaji, anawatukana wachungaji. Siku moja binti akaugua, aliugua ugonjwa wa ukimwi kwa sababu yule binti alikuwa anafanya uzinzi mara kwa mara. Analala na vijana kwenye gesti, analala na wanaume za watu kwenye gesti. Hatimaye akaugua magonjwa ya ukimwi, akaenda kulazwa hospitalini. Ule mwili aliokuwa nao mwili mkubwa ukawa mdogo sana, akawa kembamba sana. Kwanza sana yule binti siku moja yuko amelala, akaona wao wachungaji waliokuwa wanamhubiria, wakasema ni wewe? Wakasema ni mimi. Ulikuwaje? Naumwa. Haleluya. Wakaanza kumongoza sala ya toba. Yule binti hawezi hata kuongozeka sala ya toba, hayatamka vitu vingine tofauti na toba. Akisema Bwana Yesu naomba unisamehe, yeye anarudia Bwana Yesu naomba usinisamehe. Akisema Bwana Yesu naomba nifute kwenye kitabu cha hukumu, anasema Bwana Yesu naomba niandike kwenye kitabu cha hukumu. Manake anasema tofauti na kile ambacho ameambiwa. Amina, amen. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba mlango wa rehema ukishafungwa hautaweza kufunguliwa. Wokovu ni roho wana wa Mungu. Yule binti hatima yake ilikuwa mbaya, hatimaye akaugua, akawa katika hali ya dhambi ya uzinzi, akafa kabisa. Kwa hiyo leo ni wakati wa kutubu. Unakula ugao, acha. Unakunywa bangi, acha. Unatembea na mume wa mtu, mwache. Unatembea kijana hujaolewa, acha kufanya usharati. Wewe binti, acha usharati huo, acha kijana wa watu huo. Amina, amen. Haleluya, haleluya. Wewe ni mwizi, umeiba mpaka unaiba viazi vya watu mashambani. Unaiba hadi viazi, unaiba mpaka migomba ya watu unakata pia unakula. Acha wizi. Wewe unaweza kukuza watu, acha kuiba kuku za watu. Yesu leo hawe Bwana Mwokozi wa maisha yako katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tusimame juu. Mungu wa mbinguni awabariki kwa maneno yake. Simama juu. Tusimame juu. Haleluya. Naomba mtumishi wa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki kwa neno. Wewe ambaye uko mahali hapa, unasema mimi nimesikia maneno ya Mungu, nimesikia neno lako Bwana, ninaomba unisaidie, ninaomba unipe neema yako, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase. Unaweza ukasema mimi kuanza leo nimeamua kuokoka, nimeamua kuacha machafu. Nimefanya dhambi nyingi katika dunia hii, nimefanya uovu, wengine wameuficha hata watu hawakujua unaofanya.
lakini Mungu anakujua. Ipo siku moja usipotubu na kuokoka, utakufa kwenye dhambi, utaenda motoni, utaungua binti, utaungua kijana, utaungua mama. Msaada wako ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Msaada wako ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Rusungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusogee karibu hapa, tuende kufanya maombi. Tusogee mbele, tusogee huko, tusogee huko. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote tusogee mbele, tusogee mbele kama alivyokaa huyo, sogea mbele. Lakini pia kama kuna mtu anasema mimi kwanza leo nimeamua kuokoka, unaweza ukasogea kabisa hapa nilipo hapa, toka kuombea mbele za Mungu. Anasema mimi kwanza leo nimeamua kuokoka leo, njoo mbele hapa nikuombee sala ya toba. Usimwangalie jirani yako, usimwangalie jirani yako, njoo hapa mbele nikuombee. Kama unasema mimi nimeamua kuokoka leo, nimeamua kuokoka leo, leo nimeamua kuokoka, njoo hapa nikuombee. Aliyeamua kuokoka leo, njoo hapa nikuombee. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Njoo ambao unataka kuokoka, njoo. Mungu abariki watu wa Rusungu. Mungu akitupa neema mahali hapo, tutafungua kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutaleta huduma mahali hapa, mtasali. Haleluya. Haleluya. Tutafungua huduma, mtasali kwa jina la Yesu. Haleluya. Nyosha mikono yenu juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Naomba unisamehe dhambi zote nilizozifanya katika maisha yangu. Naomba unifute kwenye vitabu vya hukumu, uniandike upya kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu. Bwana nisamehe, nimetenda uovu mwingi, nimetenda dhambi nyingi. Bwana Yesu nisamehe, nipige na uzinzi, nipige na uchawi, nipige na pombe. Bwana nipige, ondoa kiu ya dhambi, kiu ya dhambi ndani mwangu ikaondoke kwa jina la Yesu. Nyosha mikono kwa juu hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu kwa ajili ya mama wangu ambao leo wamelipokea jina lako. Bwana Yesu, ninaomba uwalinde wa mama wangu. Bwana watunze, weka mbegu ya wokovu ndani mwao katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, wape neema yako Bwana, wasaidie mfalme wa amani Bwana, watenge na roho za giza kwa jina la Yesu, watenge na kunywa pombe kwa jina la Yesu. Bwana waokoe, Bwana waponye kwa damu ya Yesu. Ninasimama kinyume na kila mamlaka na kila mapando yanayofuatilia katika ulimwengu wa roho, yakashindwe kwa jina la Yesu. Bwana Mungu yeye, bali Mungu mwenye nguvu na ulicho uweza wako, nguvu ya uponyaji, nguvu ya uzima ikatawala jana toka mahali hapa katika jina la Yesu. Bwana Mungu yeye, pokea neema ya wokovu kwa jina la Yesu, pokea neema ya wokovu kwa jina la Yesu. Kila vifungo vya kichawi, kila vifungo vya kuzimu ambavyo vimefunga maisha yako, vimefunga ufahamu wako, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Acha mama huyu, acha mama huyu, acha mama huyu. Huo uchawi, 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 huo uchawi,